Wanandoa. Uhali gani msikilizaji wa Radio Safina mahali popote unapotusikiliza? Ni Alhamisi nyingine tena msikilizaji, ninapokualika kwenye kipindi cha Wanandoa ambacho kinakujia kila Alhamisi majira haya. Na kupitia kipindi hiki unapata nafasi kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na ndoa. Wewe ambaye unapitia kwenye changamoto mbalimbali za ndoa yako, Mungu kupitia kipindi hiki hakika amewasaidia wengi. Na wewe endelea kutufuatilia kila Alhamisi kuanzia saa 12:30, utapata kujifunza mengi ambayo yatakusaidia kuimarisha ndoa yako. Vipindi viwili vilivyopita tulimwangazia mwanamke, kuangalia kwa nini ametajwa sana kwenye Biblia hasa katika masuala ya ndoa. Iwe ni mambo ya kujenga, iwe ni ya kubomoa, mwanamke anatajwa sana. Lakini naamini kwamba ulijifunza na umeelewa. Ili usaidike ni kuyafanyia kazi yote ambayo umeelekezwa. Basi Alhamisi ya leo niseme karibu sana, twende pamoja. Mimi ni Agnes Mayagila wa Elifuraha, nitakuwa nawe mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na leo tutakuwa na simulizi. Simulizi hii inamhusu Bwana Nkinga na Manka. Nkinga ni mwanaume, Manka ni mke wake. Tukiwa na kichwa kinachosema tabia ya mwanamke mwenye maneno mengi na mpenda fedha. Kuna wanawake ambao wana kelele. Kuna wake ambao wanapenda fedha. Yaani bila hela hakuna amani. Bila hela hakuna maelewano. Bila hela humgusi. Mnajijua. Karibu sana msikilizaji. Simulizi hii utakapoisikiliza, wewe utaniandikia ujumbe mfupi katika nambari ya 0744 925 926. 0744 925 926. Utaniambia umejifunza nini kutokana na simulizi hii, lakini una ushauri gani kwa Manka na una ushauri gani kwa Bwana Nkinga, hii kijumlisha wale wote ambao wanapitia kadhia kama hii. Utakuwa na ushauri gani kwao? Nambari ni 0744 925 926. Naam, moja kwa moja basi tuanze simulizi yetu ambayo inaongozwa na neno la Mungu kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 11. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 11, neno la Mungu linasema, lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi, upole. Soma zaidi katika maandiko haya. Mungu atakusaidia, hasa wewe mwenye tabia ya kupenda fedha. Msikilizaji, kwa maoni tuandikia 0744 925 926. 0744 925 926. Unajifunza nini? Maisha ya ndoa kati ya wawili hawa, yani Manka pamoja na mzee Nkinga, yanaanza vizuri. Manka anajifanya mke mwema, asiyependa makuu, anayempenda mume wake, anayempenda Mungu, anayejali sana mume wake kama mwanamke anayemcha Mungu. Bwana Nkinga ni mfanya biashara aliyefanikiwa kimaisha. Nyumbani alikuwa na kila kitu kabla hajaingia kwenye ndoa. Alikuwa akiajiri wafanyakazi kwa ajili ya kufanya usafi na kutunza nyumba yake. Hata hivyo waliishia kumuumiza kwa kumuibia, ambapo aliazimia kutafuta mke wa kumuoa, na baada ya hapo akamuoa Manka. Bwana Nkinga alimpenda sana mke wake Manka. Alimpa kila alichokihitaji, lakini hawakujaliwa kupata mtoto. Wote wawili waliamua kwenda hospitali kuangalia afya zao, ambapo vipimo vilibaini kuwa Bwana Nkinga hana tatizo lolote, lakini mke wake Manka alikuwa na matatizo ya kurithi ambayo yangemfanya asipate mtoto kabisa. Siku moja Nkinga alimsihi mke wake atafute watumishi wa Mungu wamuombee
huku akimpa mifano mbalimbali ya watu waliotendewa na Mungu. Mwezi mmoja baadaye, Mkinga alimuuliza Manka, "Vipi swala la maombi umefikia wapi? Sikuoni ukiomba, hata kuombewa hutaki. Unataka nikufanyie nini mpenzi wangu?" Manka akashika kiuno na kusema, "Kwa hiyo unanisimangia mali zako kwa sababu sina mtoto? Unaniona sina maana? Maombi kitu gani? Kama una shida ya huyo mtoto, si uombe mwenyewe au ukachukue kule kwa watoto yatima." Nyo. Bwana Nkinga alimwangalia mke wake, akanyamaza kimya. Kisha akatoka ndani, akaenda kuketi nje. Nkinga akiwa nje alikuwa akiwaza sana juu ya kilichotokea. Akasema, "Mungu, nakuomba ingilia kati. Sifurahii hali hii ambayo naiona sasa. Na kama kuna roho imeingia, Bwana nisaidie. Nilioa ili tufurahie baraka ulizonipa, ila sio ugomvi." Msikilizaji, kwa maoni, kwa ushauri, tuandikie katika nambari ya 0744925926. Hii ni Radio Safina, kipindi hewani ni Wanandoa. Uko nami Agnes Mayagila wa Elifuraha. Tuko na simulizi ya Bwana Nkinga na mke wake Manka. Ikawa jioni, ikawa usiku, wakaenda kulala. Asubuhi Bwana Nkinga akaamka ili aende kwenye shughuli zake. Mke wake Manka akamwambia, "Nina shida ya hela." Nkinga akamuuliza, "Mke wangu, hiyo ndiyo salamu? Okay, unahitaji shilingi ngapi?" Manka akasema, "Kumekucha. Salamu ndio itakupa mtoto. Anyway, nahitaji 1,000,000. Naenda kufanya matibabu. Nimeshampata daktari." Nkinga bila kusita alitoa shilingi 1,500,000 ili shauku ya moyo wake itimie, kisha akatoka. Muda mfupi uliopita, Manka alianza kushangilia na kusema kuwa kumeanza kuchangamka. Hapa hakuna cha mtoto, hakuna cha maombi. Mwendo ni fedha tu. Aha. Jioni Bwana Nkinga alirejea nyumbani akiwa na raha. Maana mambo yalimwendea vizuri, lakini pia kiamini mke wake amesha kwenda kufanya vipimo. Akiwa njiani, anawaza kwenda kumsimulia mke wake ili wafurahie pamoja juu ya baraka ambazo amezipata kazini. Nkinga anafika nyumbani, anagonga mlango, kimya. Anaita majina yote ya mke wake, kimya. Kwa unyonge akafungua mlango. Anaingia ndani, anamkuta mke wake Manka yuko zake bize na simu, anachati na kucheka. Nkinga anamsalimia, haitikiwi. Akatoka akaenda chumbani. Nini kiliendelea? Fuatana nami juma lijalo, muda na wakati kama huu. Lakini katika Methali sura ya 9 mstari wa 13, neno la Bwana linasema, "Mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu." Na katika Methali 14 mstari wa 1, "Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Katika kinywa cha mpumbavu mna fimbo ya kiburi, bali midomo ya wenye haki huwa hifadhi." Mimi ni Agnes Mayagila wa Elifuraha. Punde tu nitasoma maoni yako katika nambari ya 0744925926.
Wanandoa.